والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa bado tumo katika zama bora, zama ambazo kwamba mja yatakana awe karibu zaidi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa leo ni darasa letu la 3 tangu tuanze mwezi mtukufu wa Ramadhani. Darasa lililopita tulizungumzia watu aina mbili waliofaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema wa kwanza ni kikundi cha watu ambao kwamba wanaojitolea na kulingania watu katika masala ya khair. Na Mola akisema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Na kadhalik tukaeleza watu ambao kwamba wanaojitolea maisha yao kwa ajili ya kufanya mizani zao ziwe nzito siku ya Kiyama. Na Allah akasema walwaznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Hawa ni watu aina mbili ambao tulizungumzia katika darasa letu ambalo lililopita. Leo inshallah tunakuongelea watu sampuli nyingine ambao kwamba waliofaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabla sijaingia katika watu hao, nitukumbushane ya kuwa ikiwa leo kama sijakosea tarehe 16 ya Ramadhani, yani ni saumu ya 16 ya Ramadhani, ikiwa kesho Mungu akijaleta kwa saumu ya tarehe 17 ileweke ni tarehe ambayo kwamba Waislamu maswahaba radhiallahu anhum wa ardhahum walipigana vita vya Badri ndani ya Ramadhani. Vita vya Badri vilipiganiwa tarehe 17 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vita vya kwanza ambavyo dini yetu ilipata nusra na Waislamu kujitolea na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha aya mbalimbali za jihadi na wao kujitetea kulingana na hali ambayo kwamba ilikuwa imewapata kufukuzwa makao na kwenda zao Madina na hali kuwa ngumu. Basi Mola Subhanahu wa Ta'ala akateremsha idhini ya vita ya jihadi. Vita vya kwanza ni vita vya Badr ambavyo vilikuwa tarehe 17 mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maswahaba walifunga, wenyewe ni 313 na makufaru wakiwa takriban hesabu ya 900 kwa 1000. Kwa hivyo kesho ukisikia sehemu yote darasa vita vya Badr, ni muhimu kuhudhuria kama Muislamu, kusikiza Waislamu. Leo sisi tuna raha na Waislamu, lakini kuna watu walitoa roho zao kwa ajili ya Uislamu kuenea. Kwa hiyo leo tuongelea mtu wa kwanza ambaye kwamba alifaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola anasema ndani ya Qur'an, fa'ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa bin as-sabil dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha Allah, dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Mola anasema fa'ati dhal qurba haqqahu, peaneni jamaa ama wapeni jamaa haki zao, pamoja na maskini na watu waliokatikiwa na njia, yani watu wa safari. Dhalika khairun, hilo ni bora, lilladhina yuriduna wajha Allah, kwa wale ambao wanaotaka radhi za Mola, wa ulaika humul muflihun, na hawa watu ni wenye kufaulu. Mafhumu ya aya faati dhal qurba, sisi sote tuna jamaa, tuna mama zetu, tuna baba zetu, tuna mashangazi zetu, tuna maami zetu. Hawa ni qurba, hawa ni jamaa. Kwa maana wewe kama ni kuanza kusaidia, mwanzo unaangalia jamaa zako kabla hujatoa msaada nje. Faati dhal qurba haqqahu, ukishamalizana na jamaa zako basi unaangalia wal miskin, wale wasojiweza.
Maskini ni mtu ambaye kwamba anacho lakini hakimtoshi, ndio mtu anaitwa maskini. Anacho lakini hakimtoshi. Unaposaidia jamaa zako, ukimaliza daraja ya pili maskini, ukimaliza wabini sabili, mtu ambaye kwamba amekatikiwa na safari, mtu ambaye kwamba amekatikiwa na njia, safari yake imekatika, huyo pia afaa saidiwe. Sasa yule anayemsaidia, Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema dhalika khairul lakum, hilo ni bora kwenu nyinyi. Wa ulaika humul muflihun, na hawa ni watu ambao kwamba wamefaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba walipolinganiwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, utapata ndugu moja ameslimu, ndugu moja hajaslimu. Ama utapata watoto wameslimu, baba hajaslimu. Ama utapata baba ameslimu, watoto wake hawajaslimu. Yani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akawa ameelezewa fitna ya kuwa amekuja na dini ambayo kwamba inatenganisha kati ya mume na mke na kati ya jamaa, na hakuna kitu kibaya ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokichukia kama watu kukata jamaa, ujamaa, ukoo ukaukata. Allah Subhanahu wa Ta'ala amelaani mwenye kukata kizazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoomba arrahim, kizazi, alikiambia kizazi ombo takacho. Kizazi kikasema mimi Mola wangu namwombea yule ambaye kwamba atakayeniunga kupata radhi zako, na umkate yule ambaye kwamba atakayenikata mimi. Utapata neno la arrahmu. Arrahmu ni Kiarabu bimaana kizazi. Neno la arrahmu ni mushtaqu min arrahman, ni neno limetolewa katika jina la Mola Arrahman. Sasa yule ambaye kwamba atakayechezea kizazi chake, atakayechezea jamaa zake, hawaheshimu, akainaona adabu, hana muamala mzuri, basi mtu huyu ana laana ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi akasema arhamakum arhamakum, jamani ungeni vizazi vyenu, ungeni vizazi vyenu. Kwa sababu gani? Miongoni mwa watu wa kwanza watakaofaulu mbele ya Allah ni wale ambao kwamba wamekaa na jamaa zao kwa uzuri. Katika Shaaban, mwezi wa Shaaban, Mola Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe waja wake na kubadilisha yale maovu kuwa ni mema, ila wale ambao kwamba waliokata kizazi, waliokata jamaa zao. Mtu hasemeshani na babake, mtu hasemeshani na shangazi yake, mtu hasemeshani na ammi yake, mtu huyu ana matatizo, na lazima wewe uwe utakuwa katika watu ambao kwamba waliolaaniwa. Tayeb, ukasema hali ni mbaya. Hakuna matatizo ambayo kwamba yaliyoko duniani kama matatizo ya kifamilia. Kila mmoja ukikana kwambia fulani, kila mmoja ukikana kwambia fulani. Mtume alayhi salatu wasalam, yeye amesema wewe unga, yeye akikata kuunga muachie Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mpe salamu, yeye kata kujibu salamu, hiyo ni yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wewe jukumu lako umelifanya la kuunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia faati dhal qurba haqqahu. Jamaa, leo tumekuwa na mitihani na bala. Mtu aweza akawa na uwezo, mathalan anaweza kusaidia jamaa yake, akamruka jamaa yake akasaidia mtu ambaye kwamba si kwa jamaa yake, ambao si makosa, lakini hujatenda sawa wala hujatenda haki, kwa sababu jamaa ndo wa kwanza, mtu wako ndo wa kwanza. Faati dhal qurba haqqahu, mtu wako ndo wa kwanza. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati wafa aliacha wasia. Miongoni mwa wasia kuacha, alituambia ametuachia vizito viwili. Ametuachia Al-Qur'anul Karim na kizazi chake. Bi maana tupendeni kizazi chake. Hatuna cha kumlipa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kuonesha umuhimu wa kizazi. Leo wangapi ambao kwamba wewe uko tayari mathala kulani hata mtoto wako, walipe ambalo kwamba litakupelekea umlaani, wakati wewe ukamongelesha na kumwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu utaulizwa mbele ya Mola, naam umemlaani. Kwa nini umlaani?
na Allah amesema hapendi kila mwenye kulani. Leo imekuwa kila mzazi ulimi wake mwepesi katika kumkemea mtoto, katika kumsemea mtu, na haraka kumlani. Mbele ya Allah atakuuliza, je, hutaki kuwa katika watu ambao waliofaulu? Ni lazima sote tunataka kuwa katika watu ambao kwamba waliofaulu. Fa'ati dhal qurba haqqahu. Baada ya kuwa jamaa zako umewaangalia vizuri kwa uwezo wako, si lazima kimali, labda akhlaqi yako na amiliana nao vizuri, labda maneno yako naongelesha vizuri, basi umefaulu. Alama yako ya kwanza kuwa wewe umefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, wal miskini, kusaidia maskini, kusaidia mtu ambaye kwamba asijiweza. Na si lazima ukimsaidia umuulize unaenda kufanya nini ama kuna nini. La, wewe mpe. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo anajua malipo yako. Sayyiduna Ali karramallahu wajha, miongoni mwa aya zilizoteremka zikimhusu ni aya inayosema innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sayyiduna Ali, kwa nini hizi aya ziteremke zimongelee? Kwa sababu siku moja alikuwa amefunga Sayyidina Ali, wakati akianza kufuturu ukaja maskini, akabisha mlango, akafunguliwa, akamwambia nimemaliza siku 3 sijatia chochote katika tumboni mwako. Na Sayyidina Ali ndio yuenda kufuturu. Sayyidina Ali kwa ukarimu wake, yeye anaona kesho atapata, akachukua chakula akampa yule maskini, akaunganisha saumu yake, bali baadhi ya riwaya zinasema ilikuwa ni nadhiri. Akaunganisha saumu yake siku ya pili bila kufuturu, bila kula daku, akaunganisha saumu. Ilipofika siku ya pili, akaja yatima, akamlilia Sayyidina Ali karramallahu wajha hali yake. Sayyidina Ali akawa mwenye kumsaidia. Sayyidina Ali akaunganisha saumu siku ya 3. Wakati akifuturu akaja asiran, mtekwa, alitekwa, ambia Sayyidina Ali sijakula, sina chochote. Sayyidina Ali akamsaidia. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremsha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aya ambazo kwamba zinayompa radhi Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu warda, kwa sababu ya kusaidia watu ambao kwamba wasojieza. Mwisho mwenyewe akasema innama nut'imukum liwajhi llah, sisi tunawalisha nyinyi na kuwasaidia nyinyi kwa ajili ya kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutafuti kusifiwa, hatutafuti umashuhuri, tunatafuta Mola subhanahu wa ta'ala turidhie. Ndio mpaka leo Sayyidina Ali akitajwa radhiyallahu anhu aliingia katika grupu la watu ambao kwamba waliofaulu. Yuko Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, huyo ndo alimokuwa Sayyidina Bilal bin Rabah na mali yake. Alipomuona hana mtetezi, bwanake Umayya bin Khalaf anamtesa kwa ajili ya kumwamini Allah, Sayyidina Abu Bakar akasema mimi namnunua. Akamnunua, na baada ya kumnunua yeye hakumchukua kama mtumwa, la, akamwacha huru, akamwambia Bilali, wewe uko huru. Allah subhanahu wa ta'ala akamzungumzia Sayyiduna Abu Bakar kwa kujitolea kwake kumsaidia mtu maskini kama huyu. Na sisi tukitaka kufaulu ni kuwasaidia wenzetu ambao kwamba wasiojiweza, ili tufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maskini leo imekuwa maskini, mtu akija kukuomba usaidizi, ima mwanzo akueleze yale matatizo yake yote uyafahamu, hali ya kuwa huweni kumsaidia. Baada ya kueleza, na wewe bebe jukumu la kwenda kumsengenya yule bana alikuja akanilia shida zake, naona kila mmoja atakuja leo. Subhanallah, huwezi kumsaidia, afadhali umwelekeze kwa mtu anayeweza kumsaidia, usisikize yale matatizo yake. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba tumefeli, kwanza hata hao maskini, mwanzo unaeleza matatizo yako kwa binadamu kabla hujamueleza Allah subhanahu wa ta'ala, ni makosa. Mtume Muhammad alipotembea na Abdullah ibn Abbas, anamwambia ya ghulam inni uallimuka kalimati, ewe kijana nitakufundisha vilma ambavyo kwamba lau utashikamana navyo hauwezi kufeli hapa duniani.
Abdullah bin Abbas akawa anamsikiza Mtume akamwambia, ya kwanza, ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mola wako na Mola wako atakuhifadhi. Chunga sheria za Mola wako na Mola wako atakuwa na wewe katika kila hali. Ihfadhillah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Mola wako utampata mbele yako. Bimaana chunga sheria ya Mola wako, utakapokuwa na matatizo mbele Allah hawezi kukuacha. Akamwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada usaidizi, taka usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'alillah, na ukiomba muombe Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa haya maneno kuna kiswa. Kijana mmoja alikuwa mwema sana. Bwana mmoja mfalme akapenda yule kijana aishi kwake. Kusikia akhlaqi yake njema, yule kijana akaenda akaitwa, akaambiwa, bwana fulani yuakuita kwake nyumbani. Maisha mazuri, utakula unavyotaka, muhimu tu kaya hapa kwangu, mimi nimependa tabia yako na akhlaqi yako. Yule kijana akafika mbele yule mfalme, na mfalme kwake kulikuwa na mabinti. Angalia tofauti ya mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Maskini, kabla hujaeleza matatizo yako kwa binadamu, mshtakie Allah subhanahu wa ta'ala. Yule kijana alipofika mbele yule bwana akamuuliza, mbona umenitaka niishi hapa kwako? Akamwambia, bana, mimi nimependa akhlaqi yako, nimependa muamala wako, nimependa ucha Mungu wako, nataka uishi. Yule kijana akamwambia, lakini uelewe mimi ni mwanadamu, naweza kukosea. Sasa nakupa mfano. Yuazungumza na mfano, anambia, je, ikitokea nimetembea na binti yako? Ni mfano na wanazungumza. Anambia, mfano imetokea niko hapa kwako, nimetembea na binti yako. Yule mfalme akamwambia, mwanzo wewe huna adabu, unaniongelesha mimi vipi hivyo wewe? Wajua ongea na nani? Akamwambia, bana, ni mfano napiga. Mfano gani wapiga? Akawa mkali, akamwambia, basi mimi siwezi kukaa na wewe. Ikiwa ni mfano tu nimekutolea, ushakasirika, ghadhabu, ataka kunitukana, je, nikifanya itakuwa namna gani? Kwa hivyo mimi niache nini nikaishi peke yangu. Najua hata nikimkosea huyo nikamtaka msaada Mola, baada atakuwa yuanita, baada atakuwa yuanitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndo binadamu. Yeye amempa mfano, hajafanya, jangefanya. Sasa ikiwa mtu hujamweleza matatizo, ashakuchukia na ashasoma sura yako, kwa hiyo atakaponiomba joki muomba, bali imekuja sasa wakati mtu utaenda ofisini kwake, kuna hizo anakuangalia kwa makamera, mtu fulani simtaki, mtu fulani namtaka, lakini Allah anakuambia niombe mimi nitakupa. Wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka kuomba na usaidizi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwingine bwana anaelezwa katika zama za Bani Israeli, alitoka na matatizo yake, dhiki zimemjaa kwenye kifua. Saa 8 usiku, wajua usingizi ukiruka wewe ukawaza. Akatoka nyumbani akaona dawa, ende zake msikitini. Alipofika msikitini akapiga raka 2. Huo usiku ametoka, akatoka bwana mmoja akamchungulia msikitini yaswali. Kwani ana matatizo gani zomtoa usiku huu? Akaja yaswali, akamsubiri akamaliza kuswali. Akaingia msikitini, akamuuliza, mbona shekhi usiku huu ni kitu gani kimekutoa nje? Naye akamwambia, na wewe usiku huu wafuata nini, watafuta nini usiku, kipi kilichokutoa? Yeye akamwambia, bwana, na dhiki zangu. Bwana ni tajiri, ana dhiki za mali, pressure, hawezi kulala nyumbani, afadhali atoke. Akamwambia, ndio kimekutoa? Ambia, na wewe mwenzangu mpaka waswali. Akamwambia, na mimi nina dhiki zangu, nimekuja kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio bwana, ambia dhiki gani hizo? Kaanza kumwambia anadaiwa nyumba, watoto kadhaa. Yule bwana alikuwa na pesa, akachukua pesa akampa, kisha akamwambia, chukua na kadi yangu ama namba yangu ama mawasiliano yangu, ukiwa na matatizo tena utanitafuta. Yule bwana akamwambia, siwezi bakia na mawasiliano yako, mimi nikiwa na matatizo nitakuja wapi? Nitakuja msikitini. Je, nikiwa mimi na wewe umepata bwana mkwambia hivyo, haya rais akwambia chukua hii contact, bado ukiwa mwanzo unataka tena mambo ya Mungu.
Kwa sababu ushapata rais wa nchi amekwambia, umesahau ni binadamu yule. Utamwambia mwanzo, utamwambia mara pili, utamwambia mara tatu, atafanya nini? Atakuchoka, ataanza kukusema. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tumwambia mangapi tumkosea, na bado ametuhifadhi na atatustiri, na bado yotita jalla jalalu. Sasa ukitaka kuingia katika watu ambao kwamba waliofaulu, wewe saidia jamaa zako, wewe kuwa utasaidia maskini. Kuna sahaba alikuwa tajiri sana, na miongoni mwa utajiri wake Mungu akamjalia msichana mmoja katika kuzaa, yani alizaa binti moja. Na yeye alishindwa kugura na wenzake kwenda Madina, akabakia Maka. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nina mali nyingi sana, nina msichana peke yake. Ya Rasulullah, nataka kutoa mali yangu yote kwa ajili ya Mola, yani mali yangu yote nitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamuuliza, je, unaye mtoto? Akamwambia, naam, ninaye mtoto mmoja ambaye ni binti. Akamwambia, afadhali mali mwachie binti yako. Basi akamwambia Rasulullah, nusu niitoe kwa ajili ya Allah, nusu baki na binti. Ambia la, ule bwana akateremka mpaka thuluthi ya mali. Mtume akamwambia, la, ni bora uache jamaa zako hawangaiki na njana wala kuombaomba, kuliko waache wakiwa na njaa. Fadhali hii mali uiachie binti yako, ni bora kwake yeye kuliko kuwawacha ana njaa. Leo watu wangapi utapata mtu anasaidia msikitini, anafuturisha watu, lakini wallahi jamaa zake wanataabika. Hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa. Na wengi zaidi. Kwa hivyo utapata mtu labda anasaidia wengine, anapeleka khairat, anafanya khairi nyingi, lakini kwake nyumbani ama jamaa zake ama maami zake ama mashangazi zake watu wanahangaika. Na leo mtu atakwambia fulani ni ndugu yangu, mbona wateseka na fulani ni ndugu yako? Inakuwa ni mushkil. Ukitaka kufaulu, mwanzo faati dhal qurba haqqahu wal miskin. Kishamaliza wal miskin, umesaidia wasojeza wa bin sabili, wale ukatikiwa na njia. Kuna watu wanaitwa ahlus sufa, ama siku hizi wanaitwa masufi. Neno la sufi lilianza zama za Mtume. Sufi ni neno la Kiarabu ambayo kwamba sufi ukigeuza kwa lugha yenyewe sema ni watu wa bodi, watu wanaoishi kibodi. Sasa kuna masahaba ambao kwamba walitoka makwao wakaja kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakawa wanaishi msikitini, ahli sufa. Wengine wakakatikiwa na njia, wakawa hawawezi tena kurudi makwao, akiwemo miongoni mwao Sayyiduna Abi Huraira. Huyu alipokea hadithi nyingi sana. Huyu alikuwa kila chakula kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini hawa hawakufukuzwa na masahaba wenzao, rudini makwao, nyinyi tosha sasa. La, waliwasaidia. Wengine wakamaliza miaka ya kumaliza wakarudi makwao, wengine wakaendelea kuishi ndani ya Maka hadi kugura pamoja na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa sababu masahaba walielewa aya za Mola zina maana. Hii daraja wakaipata, wakawa wameunga jamaa zao, wakawa wamesaidia masaki, wakawa hawa ibn sabil waliokatikiwa na njia wanawasaidia. Leo tunasema radhiyallahu anhum wa arda, na Mola akasema wa ulaika humul muflihun. Ukimwona mtu ana mambo haya matatu, wallahi amefaulu. Haya mambo matatu, na yote ni mazito. Jamaa. Pili, kusaidia masakini bila kumuuliza nini, wewe msaidie umpe aende zake. Tatu, wa bin sabil. Utakapofanya haya mambo matatu utaingia katika al-muflihun. Hawa ni watu wengine. Watu aina ya pili Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia katika suratul Hashr. Anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Mola anazungumzia hawa Ansar. Hii aya iliteremka haswa kwa maansar. Ansari ni watu gani? Ni wale ambao kwamba waliwapokea ndugu zao waliogura kutoka Makka kuja Madina. Hao ndo Ansar.
wakamnusuru Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tuelewe, Mtume alipewa utume akiwa na miaka 40, akaanza da'wa, watu wake wakamchukia, lakini akawa anaprotektiwa na watu wawili. Alikuwa na ammi yake Abu Talib na mke wake Nana Khadija. Hawa walikuwa kisimama na Mtume, hakuna Mkuraishi anaweza kumfikisha madhara Mtume Muhammad. Hawa walipokufa, Mtume akakosa mtu wa kumdefend. Sasa kila anayetaka kumfikishia madhara anafikishia Mtume Muhammad. Maka ikawa ndogo kwa Mtume. Mtume akaenda zake sehemu za Taif. Alipofika Taif nako akakataliwa sallallahu alayhi wasallama. Alipokataliwa akarudi zake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwandalia safari ya Isra na Mi'raj. Mtume aliporudi sasa anaambiwa na Allah, gura na maswahaba zako tokeni ndani ya Makka. Kugura kwa kwanza walisafiri waligura maswahaba 15 kutoka Makka kwenda zao Ethiopia. Waliporudi wakagura tena mara pili maswahaba 70 wakaenda tena Ethiopia. Mara ya tatu sasa waligura baadhi ya maswahaba wakaenda zao Madina kukutana na ndugu zao al-Ansar, na Mtume ndo akawa mwisho kugura ile kufanya hijra yake. Sasa wale waliokuwa ndani ya Madina, hata paka sasa Madina walikuwa tofauti. Watu wao ni wenye kupenda wageni na kupokea wageni, kwa sababu ilikuwa ni asili yao. Walipofika Madina, maswahaba muhajirina ni wageni. Maka na Madina mbali, mtu hajazoea, mtu hana mtu yoyote huko anemjua, lakini wakakutana na ndugu zao Madina, ambao wengine waliokuwa na mashamba. Mtu ana mashamba 4, anamwambia mwenzake katika haya mashamba 4 chagua moja. Hamwambii chukua shamba hili, la, anamwambia bwana wewe, haya ni mashamba yangu, ni shamba gani ambalo kwamba unaloridhia? Ni tofauti na mtu mwambie hili shamba nimekupa. Nataka hapo tuelewane. Chagua katika haya mashamba. Mtu anakuwa na wake 4, anawaita wake zake, anamcheguza mwenzake katika wake zake. Akisema nimemridhia huyu, anamtaliki, mwenzake anamchukua. Wafikiria hao walikuwa na mahaba kiasi gani? Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ateremshe aya inaozungumzia al-Ansar walionusuru dini ya Mola subhanahu wa ta'ala. Mola anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, wala ambao kwamba walioandaa wakajitolea kwa ajili ya kuwapokea ndugu zao ambao kwamba wamefukuzwa makwao kwa dhiki ambayo kwamba walikuwa wameipata, ni kwa sababu ya imani, ambayo imani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaunganisha. Ikawa mtu mwenzake akiumia ni sawasawa yeye ndo ameumia. Leo sisi Muislamu mwenzake anapata matatizo, ni raha kwako wewe, bado unaona ile tatizo ni dogo, wataka apate matatizo zaidi. Je, tutafika daraja ya Ansar? Bwana mmoja alishikwa katika maansar, akawa anadhibiwa sana na kupigwa sana. Akaambiwa, wewe mbona tunakutesa bure? Si tuambie Muhammad yuko wapi, tumweke hapa tumpige kuliko wewe kae hapa. Akamwambia, licha Muhammad kuja hapa siwezi kukubali. Si umenifunga? Siwezi kukubali hapo alipo Muhammad adungwe na mwiba sallallahu alayhi wasallam. Yani walikuwa na mahaba kiasi gani kwa Mtume Muhammad, wenyewe kwa wenyewe wakipendana, Ansari na Muhajirin. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutizama mapenzi yao akawataja ndani ya Qur'ani, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi, wakipenda anayeguria kwa wao. Leo sisi hata wageni pia mgeni akija hutaki alale, akilala unahesabu masiku. Nini? Nyoyo zimejaa giza, nyoyo zimejaa chuki, hatupendani kama Ansar. Ibuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasara. Mtu aweza kuwa kitu anakihitaji, hii simu naitaka, lakini nikazuia nafsi yangu nikampa ndugu yangu.
Wajua kuna kupeana kitu hali ya kwa haukitaki. Hii katika vitu sina haja navyo, tafuteni watu wapende. Wewe kitu unakihitaji lakini ukakipeana nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mola anasema wa man yuqa shuha nafsihi, yoyote mwenye kuzuia choyo ubakhili wa nafsi yake, faulaika humul muflihun. Kuna mfalme moja alisifiwa sifa ya mtu bakhili na sifa ya mtu hasidi, na hii aya na vitu viwili kwa masahaba. Masahaba wakipendeleana na walikuwa hawana choyo, wakipendeleana khairi na walikuwa hawana choyo. Ikiwa anacho yuko tayari kumsaidia mwenzake, na ikiwa anacho na anaona mwenzake anakitaka yuko tayari akikose yeye ampatie mwenzake. Ndio ilikuwa masahaba, na wala hakuna anayechukia mwenzake. Huyu mfalme aliposikia bana mtu mchoyo ni mbaya sana, na akasikia mtu hasidi ni mbaya sana, akataka kuwapa mtihani, na akawaita wale maministers wake, nitafutieni mtu ambaye kwamba ni hasidi. Sikuna hasidi itakuwa ni hasidi tu nathiri. Na sasa nataka yule ambaye kwamba yeye ni first class katika uhasidi. Wajua hasidi ni mbaya. Shekhe na hasidi wezato sirogo, sio ukasema hivi hapo rogo mwenda wazee. Hasidi zaka kuangalia tu wewe ukamalizika. Hasidi zaka utizama mti ukakauka. Ndio ustadi. Hasidi ni bala. Na wale mabwana wakatoka kutafuta hasidi, wakauliza wakapelekwa kwa bwana mmoja ni hasidi. Sasa wakataka kumfanya research alifanya kitu gani, watu wakajua ni hasidi. Akaambiwa kuna mti mmoja, mti huo mtu ulikuwa ukikatwa shekhe haukatiki. Akaambiwa endeni kwa bwana fulani muiteni awaangalie huo mti. Yule bwana alipokuja kuza alipiga mti wala ni mkubwa sana, ule mti haukuchukua hata masaa. Kwa hii yake ya moyo mtu kamalizika. Ule bwana akaambiwa sasa tutakutaka wewe, akapelekwa kwa mfalme. Ukatafutwa na bakhili, mtu mchoyo, mtu ambaye kwamba shekhe, unajua kuna uchoyo usimpe mtu kitu, na kuna uchoyo kiasi ya kwa wewe mwenyewe pia nafsi yako ni mchoyo. Kuna kisa nilitolewa na shekhe langu, bwana mmoja kutoka Semsa Tanarifa huko. Kwa kwenye gari ghafla maonekana ameanguka. Haraka hospitali apigwe, hana maradhi. Daktari akaja akaambia huyu bwana ana njaa. Kilichomwangusha nini? Leo bwana kumbe katika kupeleka mfukoni mwake kumetolewa shilingi 10,000. 10,000 ameanguka kwa ajili ya njaa, amekosa kugawa hata 50. Ale chakula zienja yake. Huyu yani amekuwa ikiwa amenyima nafsi yake cha kukula, ataweza kukupa wewe? Sasa ukatafutwa bwana ambaye kwamba ni mchoyo kiasi ya kwa nafsi yake zakaetia kwenye madhara kwa ajili ya uchoyo wake. Wakapelekwa hawa mabwana wawili mbele ya mfalme. Sasa mfalme ataka kujua hasidi na bakhili nani mbaya kuliko mwenzake. Hasidi na bakhili nani mbaya kuliko mwenzake. Walipofika mbele ya mfalme, mfalme akamwambia mimi nitawapa mtihani. Na mtihani wenyewe ya kuwa atakaye omba wa kwanza, wa pili nitampa mara ngapi? Mara 2. Yaani wa kwanza akiomba simu ya iPhone, wa pili atapewa simu ngapi? Wangapi na sasa kila mmoja huogopa kwanza. Hasidi apiga mahesabu, nikianza nikitaka nyumba huyu bwana atapata nyumba mbili. Na hasina bakhili anawaza nikishazipata hizi watu watakoma. Kila moja hasidi akainua mkono katika kikao cha mfalme, mimi nataka kuomba. Baada ya kuwaza akamwambia bana, mimi nimewaza unitoe jicho moja mfalme. Mimi nitoe, mwenzake atatolewa mangapi? Ndo hasidi. Badala aombe cha manufaa, yuko tayari nafsi yake jicho lake litolewe ili mwenzake tu akose yote.
Sasa tizama hizi zama zetu tulivomo ndani ya misikiti. Allah subhanahu wa ta'ala anatuongelea na kutuzungumzea. Ukiwaona utadhani wapo pamoja, mashaallah, twavaa makanzu mashaallah, tukipiga swafu mbele ya swala, imamu akipiga Allahu akbar, twenda sote, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utadhania wako pamoja lakini roho zao ziko mbali mbali. Ndio hapa masahaba walitushindia. Masahaba walipokuwa kiwatizama namna wanavyoona wakicheka, wakiamiliana na roho zao ziko hivyo hivyo. Mwenzake anapopata matatizo basi ni kana kwamba wote wamepata matatizo. Wakiumia kwa nini fulani yuko hivyo? Tofauti na sisi. Amegonjeka, afadhali atangepigwa na gari kabisa kaondoka. Wasikia raha mwenzako akiwa kwenye matatizo. Hii sifa maswahaba lao wangekuwa nayo hawangekuwa katika watu waliofaulu. Lakini Mola kuwataja kwa kuwa wamefaulu katika suratul Hashr, hasa maansar, kwa kusema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim, wakiwapendelea wenzao. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, walizuia choyo ya nafsi zao. Nimalizie na kisa kimoja cha Uthman bin Affan. Bwana mmoja aliyekuwa ndani ya Madina, mkorofi kweli kweli, alikuwa ni Myahudi, jina lake limetoka kidogo. Myahudi ambaye alikuwa ndo mwenye kisima cha maji peke yake ndani ya Madina, na maji yale akiyauza ghali, yani akijua leo ni siku ya Waislamu, walikuwa kila mmoja na siku yake. Tuseme Jumatatu wasiokuwa Waislamu wanaenda kuchota maji, bei anaiteremsha, kama ni mtungi 20. Ikifika Jumanne ya Waislamu anafanya mtungi shilingi 100. Islamu akipata tabu akimlalamikia Mtume wa Rasulullah, wengine hatuna bana. Sayyidina Uthman ibn Affan akainuka, kwa sababu Mtume baada ya kuwa maswahaba wamemlalamikia akatangaza, jamani, nani aweza akafanya khairi kuwatafutia Waislamu maji? Sayyidina Uthman akaenda polepole kumtafuta mwenye kisima, na yule mwenye kisima alikuwa na pesa kweli kweli. Na Sayyidina Uthman naye ni si mchache shaka. Sayyidina Uthman alikuwa na pesa, na hapo pesa kwa pesa zitazungumza. Lao kungeenda mtu ambaye kwamba sahaba labda hai, yule bwana angefukuza. Akaambiwa Uthman yuko mlangoni, wataka kuona, anasema mwite. Na Uthman akaingia akamwambia, bwana, mimi nataka uniuzie hicho kisima. Yule bwana akaona, nikuzie hicho kisima siwezi, labda tuganyane bei, yani nikuzie nusu yake, yani nikuzie ile siku ya Waislamu. Sasa itakuwa siku moja na huyu bwana pesa zake anachukua kama kawaida, siku ya Waislamu zile pesa za Waislamu zikija, si bei itakuwa imeshuka. Uthman ndo anayo, itakuwa ni upande wa Sayyidina Uthman. Yani kisima wakakigawanya, yani huyu anachukua kiwango chake na huyu anachukua. Sayyidina Uthman akamlipa mapeni yake. Yule bwana ilipokuwa ikifika mwanzo ikifika siku yake watu wanakuja wanachota. Sayyidina Uthman akifika siku ya Waislamu kuchota, anawaambia Waislamu na soko Waislamu maji ni bure, endeni mkachote maji. Sasa ikawa watu wanatega ile siku ya nani? Ya Sayyidina Uthman. Madina nzima inakuja. Ikafika wakati ule bwana siku yake hapati, akamwita Uthman, bana, sitaki tena hiki kisima, leta pesa ngapi unazo mimi kuzie kisima chote. Sayyidina Uthman akatajua pesa akazitoa, na Sayyidina Uthman akatangaza na kumwambia Mtume Muhammad, kuanzia leo kisima ni cha Waislamu. Ili Madina nzima, ndugu yangu waliofika Madina, mnaiona Madina nzima wasipate tabu na maji. Alikuwa wayuthiruna ala anfusihim, hakutoa apate. Yeye anajua kwa Allah atafanya nini, atapata. Lakini wasangaike leo sehemu ngapi zina shida za maji. Muislamu unajua, licha kujua una uwezo, yani unaona kana kwamba haikusaidii kwa sababu haikuletei faida. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna faida, na utakuwa katika watu ambao kwamba wamefaulu. Sayyidina Uthman akanunua kisima Madina nzima bila kuangalia Muislamu asiyekuwa Muislamu, wote wakafaidika na kisima baada ya kununua kwa yule bwana mkorofi. Hawa ndio walikuwa maswahaba, walikuwa wakipendana, wakipendeleana.
radhiyallahu anhum wa arda. Hii ni grupu ya pili ambayo kwamba wamefaulu ndani ya Qur'an. Na sisi hata kama hatuwezi kuwa kama wao, fatashabahu, wajifananisha. Moyo hautaki, moyo ni wa kulazimisha. Moyo wa hasad unaopigana nayo, moyo usiwe na hasad. Basi moyo wako katika hasad, mwenzako akiswali, kwa nini mimi nisiswali? Sisi tunakuwa na hasad na mama ambayo kwamba mwenzako ameendelea, basi unaumia. Waumia na huendi kupata kila ambacho kwamba amekipata yeye. Itakuwa ni mtihani. Bali tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwanza asafishe mioyo yetu, atujenge mahaba kati yetu sisi, tukutane na maswahaba tukiwa tunapendana, na tujalie katika watu ambao kwamba walifaulu. Kwanza tumesema ni wale ambao kwamba wanaosaidia jamaa zao, wanaosaidia masakini, wanaosaidia watu waliokatikiwa na safari. Wa pili ni hao ambao kwamba watu wenye kupendeleana, wenye kuzuia choyo zao. Kwa hivyo Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Shukran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.